Watanzania, nimeshukuru kwa wao ambao wananiambia niweze kuongelea taifa. Nimeshukuru sana. So guys, iko hivi. Leo nimemsikia Mama Suluhu kaongea. Kasema taifa la ambassador wa taifa la Ufaransa kaisifia sana Tanzania. Tanzania kuna amani. Tanzania watu ni hard working people, wanasaidia, wanachangia kusaidia uchumi kwenye taifa. Kulingana na venye nimemnukua akiongelea. Sasa mimi nataka na mimi nimjibu, na naomba tafadhali mshare hizi clip na muweze ku download, na hii kwanza hii clip uweze kuidownload uiweke, kwa sababu kitu nataka kukiongelea hapa mtakuja kukiona huko mbele, kwa hivyo mtarudia kwenye hii clip tena. So I want to tell you guys, unajua mama kaongea taifa lenye amani, ambayo ile amani ameua watu 159 kwa sababu wamepotea mysteriously ni wale watu ambao wamepotea kwa njia ambazo hazieleweki. Hiyo ni serikali ya CCM. Kaongelea uchumi wa nchi ya Tanzania. Uchumi wa nchi ya Tanzania unakuzwa kwa sababu ya madeni. Na siku ya kulipa madeni ndio tutajua uchumi itakuwa iko wapi. Unajua pia Ufaransa nimeona inataka kukopesha Tanzania pesa. Sio? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie Watanzania kitu kimoja. Kumbuka hiyo Ufaransa, nchi ya Burkina Faso ambayo mnaipenda sana kama sisi vijana wa Afrika, hiyo nchi inatupea influence ambayo inaongozwa na Ibrahim Traore. Nchi ya Burkina Faso, nchi ya Mali na nchi ya Niger. Walimfukuza nani? Mfaransa. Yaani Ufaransa haiwezi kaendelea bila Afrika. Yaani Ufaransa haiwezi kaendelea bila Afrika kwa sababu nini? Ufaransa inahitaji madini, inahitaji uranium ya kuendelea kutengeneza mabomu ya nuclear, kutengeneza umeme na vitu vingi, kuunda madrone, kuunda gari za umeme, vitu vingi. Kwa hivyo wanahitaji madini ya Afrika. Na nchi ambazo walikuwa wananyonya madini zilikuwa ni Burkina Faso, Mali na Niger. Kwa sasa hivi wamefurushwa kutoka hizo nchi. Ufaransa kakimbilia nchi gani? Kakimbilia nchi ya Djibouti. Kwa sababu walienda pale Djibouti, naona wametengeneza kampi la wanajeshi Djibouti. Fresh. Sasa Mfaransa kakaa chini, kakaa hivi kaangalia, kaona kuna nchi moja ambayo tunaweza tukaidaka, ambayo ni Tanzania. Sasa Mfaransa pia anaingia kwenye nchi yenu. Na ukumbuke huyo Mfaransa ndiye amekosesha amani nchi za pale West. Mashariki, sijui ni mashariki ama ni magharibi, mashariki. Sasa mimi nataka niulize wa Tanzania. Tanzania itakuwa na deni. Nataka muone nchi ambazo zinavamia Tanzania, na siku ya kuanza sasa kuivamia officially mtaona matokeo yake. Tanzania yuko na deni ya Mkorea. Tanzania yuko na deni ya Mchina. Tanzania iko na deni ambayo inaenda kuchukua Ufaransa. Tanzania ina deni ya Marekani. Tanzania ina mdeni ya Mwarabu. Sasa niambie hizo nchi zote zikivamia nchi yenu, ni nchi gani ambayo mtakuwa? Sisi Kenya tuna deni la Uchina pekee na Marekani ya World Bank, ambayo ni ya World Bank. Sasa niwaulize wa Tanzania, hayo yote niliyoyaongea, kama nimeongea kwa kimakosa basi mnisamee. Alafu hizo hela wanazozileta, niliona rais ananunua mabasi, ananunua mapikipiki, sijui kafanya nini, msafara sijui unatoshana sijui vipi. Yaani hela wanazitumia vibaya. Kwa sababu anajua mimi nikikopa Watanzania watalipa. Yaani yeye akope, nyinyi mulipe. Waibe yeye na baraka vyake vya CCM hivyo vikuu vya mikoa, vibunge vingine vitakataka, mikuu ya wilaya. Waibe pesa za nchi, wazifanyie kazi ya kikumbafu. Wakati wanakandamiza upinzani, wakati wanatoa wataki upinzani iongee, kwa sababu upinzani inaongea uchafu ambao hawa viongozi ambao ni wapumbavu, uchafu wanaofanya. Yaani mimi siogopi, hata wakija siogopi, lakini ukweli lazima niseme. Na ndio maana nawaambia mshare hizi clip. Thank you guys. Mungu awabariki na Mungu awashukuru. Big salute.